Mwanaafya Mtaa, kumekuwa na ongezeko la watu wanaojihusisha na ukusanyaji wa taka mitaani zikiwemo plastiki na chuma chakavu. Kwa muda mrefu, jamii imekuwa ikiona shughuli hii kama kituko au kazi ya watu wasio na mwelekeo. Hata hivyo, ukweli ni kwamba hii ni fursa ya kiuchumi, inachangia uzalishaji wa bidhaa muhimu, uhifadhi wa mazingira na kuwawezesha watu kupata kipato cha kumudu gharama za maisha. Je, unafahamu kuwa asilimia kubwa ya bidhaa zinazotumika majumbani chanzo chake ni taka? Mfano, ndoo za plastiki, vikombe vya plastiki, madumu, pia hata baadhi ya vifaa vya ujenzi kama nondo na mabati, chanzo chake kikuu ni takataka. Karibu katika makala hii fupi ni kujuze baadhi ya mambo. Hivi karibuni nilipata fursa ya kushiriki katika semina ya uchumi rejeshi iliyoandaliwa na CRS kwa kushirikiana na Caritas, ikidhaminiwa na Umoja wa Ulaya kupitia mradi wa Voices. Kwa mkoa wa Kigoma, mradi unatekelezwa katika wilaya 3 zikiwemo Kigoma Manispaa, Kigoma DC na Uvinza DC, ikilenga wakazi zaidi ya 119,000. Kupitia semina hiyo nilipatiwa mafunzo kuhusu malengo ya mradi na mikakati yake. Katika sehemu ya malengo ya mradi ni kuboresha ubora wa maji ya Ziwa Tanganyika, kuongeza uelewa kwa jamii kuhusu uchumi rejeshi, pia kuwajengea uwezo wafanyabiashara na wajasiriamali mbalimbali katika kuwekeza katika eneo la uchumi rejeshi. Baada ya semina, tulipata nafasi ya kuwatembelea wajasiriamali wa mfano ambao tayari wanatekeleza ajenda za uchumi rejeshi. Katika jamii nyingi zimekuwa zikitazama fursa hii kama kituko, lakini kuna wachache kama hawa waliweza kuona jicho la mbali. Mfano, safari yetu ilianzia kuelekea katika kijiji cha Nguruka, wilaya ya Uvinza. Tukakutana na Bwana Nasri Majengo Saidi anayejihusisha na ukusanyaji wa taka za plastiki ngumu na nyepesi, ikiwemo chupa za maji zilizotupwa. Bwana Nasri akatueleza kuwa kwa mwezi anaweza kukusanya tani 3 hadi 4 za plastiki, na kupitia shughuli hii ameweza kuajiri zaidi ya vijana 30 wakiwemo wanawake, huku akichangia kwa kiasi kikubwa kupunguza uchafuzi wa mazingira na kulinda afya ya jamii. Ziara yetu iliendelea hadi kwa Hassan Abdalla Kilanoza, mjasiriamali kutoka Kigoma DC anayezalisha mkaa mbadala kutokana na mabaki ya mchikichi. Mkaa huu ni rafiki wa mazingira, hautoi moshi na unawaka kwa muda mrefu kuliko mkaa wa kawaida, jambo linalosaidia kupunguza matumizi ya kuni na hivyo kupunguza ukataji wa miti. Kupitia mradi huu ameweza kutoa ajira kwa zaidi ya watu 20, huku akichangia kwa kiasi kikubwa uhifadhi wa mazingira na afya ya jamii kwa ujumla. Safari yetu tuliweza kuhitimisha kwa kumtembelea Bwana Idris Musa Madebo, mjasiriamali wa chuma chakavu kutoka Mwandiga anayekusanya chuma, betri za magari, rimu za pikipiki na vifaa vinginevyo vilivyotumika. Kwa mwezi anaweza kukusanya takriban tani 30 za chuma, na kupitia shughuli hii ameweza kuinuka kiuchumi hadi kumiliki nyumba 4, huku akitoa ajira kwa vijana zaidi ya 35 wa kike kwa wa kiume. Mwanaafya Mtaa, hii ndio nguvu ya uchumi rejeshi. Taka siku hizi ni zinalindwa kwa kuwa mazingira yetu ni muhimu. Hivyo basi hata taka zimekuwa muhimu, kwani zinatumika katika kuzalisha rasilimali ambazo ni muhimu katika jamii. Mradi wa Voices unaendelea kuonesha kuwa uwekezaji katika uchumi rejeshi ni uwekezaji katika mazingira, ajira na ustawi wa jamii kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Sera kuu ya mradi wa Voices unasema kwamba twende na uchumi rejeshi katika rasilimali, badili taka kuwa fursa. Mwanaafya Mtaa, kama sera ya Mwanakitaa inavyosema, hakikisha afya yako unailinda, na kuhakikisha afya unalinda, mazingira yako pia yanatakiwa yawe salama. Takataka sasa hivi ni dili, takataka si za kutupa. Usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, tunapatikana kama Afya Mtaa.